Sasa kuna besti yangu mmoja alikuja akanambia, "Mzee, mimi bana, hii mambo na kutoa kanisani, si sadaka, si fungu la 10, si nini. Mimi naona hii tu ni njia ya mapasta kutuvuna." Nikamwambia, "Bro, na simwambie peke yake, nataka sasa leo nifungue watu akili. Unajua, the moment unaona pasta, hata ukatoa sadaka yako, hata ukatoa milioni, hata ukatoa ngapi, hiyo ni bure. Lakini the moment unaona Mungu ndani ya huyo pasta, ndani ya kile anachofanya pasta, hata utoe shilingi 5, Mungu atakufungua." Alafu hata kwenye maandiko, Solomoni, angalia, Solomoni alikuwa mtoaji, si ndio? Solomoni alikuwa mtoaji, Ibrahim alikuwa mtoaji, Daudi alikuwa mtoaji, wote kwenye Bible walikuwa watoaji na Mungu aliwabariki. Na wakati ule ulikuwa huwezi enda kwa nabii mikono mitupu. Ukisoma pale paka Sauli aapishwe na Samueli awe mfalme, alikuwa ametumwa na babake wakatafute punda ambao wamepotea. Walipoenda kutafuta wale punda na wafanyikazi wake, kule walikoenda mfanyikazi wake akamwambia, "Twendeni kwa nabii." Nabii alikuwa nani? Ni Samueli. "Twendeni kwa nabii, pengine atatusaidia kutuambia wale punda wako wapi." Sauli aliulizaje? Alisema, "Tutaendaje mikono mitupu?" Yaani huwezi enda kwa nabii mikono mitupu, kwa sababu yule anawakilisha ofisi ya Mungu. So the moment wewe before unatoa sadaka yako, the moment unajua ninapeana hii, lakini simpi pasta. Pasta ni kama secretary, lakini napeana kwa Mungu. Hapo ndio utapokea. Wengi wetu tunatoa mafungu ya 10, tunatoa mafungu ya 10, tunatoa masadaka makubwa, tunafanya kila kitu, lakini haitubariki, haitubadilishi, haitufanyi chochote, haitamki maishani mwetu. Kwa sababu gani? Tunatoa tukijua tunatolea mtu, tunatoa tukisema pasta ataenda kula, mimi najinyima, lakini pasta apate. Basi nawe jinyime sana, na huyo pasta atakula na hutabarikiwa. Lakini kama wewe unatoa ukijua mimi natoa hii ni ngapi, natoa lakini namtolea Mungu, hapo ndo mwanzo wa baraka zako, au sio? Hapo ndo mwanzo wa baraka zako. Ukitoa ukijua unamtolea Mungu, si ati unatoa ukisema unamtolea pasta.